chochote. Umezaa watoto mpaka sasa wanaenda secondary. Na wanataka kwenda mbinguni ya nani? Sasa wewe mwanaume aina gani? Nyumbani hauna nyumba, hujapeleka mahari. What is the problem with it? Nikiwa Kayole nilianzisha kidney operation jenga nyumba nyumbani. Nilikuwa naenda kwa kila boma ya kila mtu kuangalia kama hako na nyumba. Kama huna tunakuchangia kama men. Na unajenga. Na tunaenda kwa next home. Nani ana nyumba tunamchangia kama men. Na anajenga. Because ni aibu kwenda kuzika mwanaume mwenzetu amewekewa karatasi kando ya boma. Ni aibu sana. Nairobi unaishi kama mfalme. Nalipa nyumba hapo, ukikaa tangu ukipiga hesabu tangu uanze kulipa nyumba, wewe ni milionea. Na nyumbani hauna chochote. Hujapeleka mahari kwa kina bibi na vile uko na suit mzuri. Sasa tukaanzisha vitu tatu, ilikuwa inaitwa operation jenga nyumba, uwe na certificate ya marriage and dowry, lipa dowry. Vitu tatu. Walipe dowry, wawe na certificate ya ndoa na wajenge nyumbani. Then you're a full man. Overseer George yako hapa anataka kusaidia watu wafanye sanctification. Wewe umekataa. Hata una certificate uko nayo peke yake ni ya shule. Na certificate ya shule sio muhimu mbinguni. Certificate muhimu mbinguni ni ile ya ndoa. Wewe umekataa. Unataka tufanye nini? Na tumekuhubiria kila siku usisikiangi, unatubu tu na uvanyi. Umekataa kufanya kitu kidogo tu, kupiga magoti hapo uombe na bibi yako, umekataa. Sasa gani unaweza sasa? Nyumba hauna nyumbani. Unaenda nyumbani mara moja kwa mwaka. Wazazi wako usaidii, wanalia nyumbani wakikunywa uji, wewe unakula chapo na bibi yako Nairobi. Wewe unakaa aje na unasema umeokoka? Wewe ni mtu ya saa ngapi? Mama yako analia pale, baba yako alikufa. Alimwacha kwa nyumba ya nyasi ananyeshewa. Wewe unaishi kwa 3 bedroom Nairobi. Na mama yako ananyeshewa nyumbani. Na wewe umekaa hapa. Ukienda nyumbani unalala kwa hoteli. Mwanaume aina gani? Uliza jirani, wewe ni mwanaume saa ngapi? Watu waache mchezo. Anza hivyo. Mimi niko na certificate, nimeshaoa, niko naye.